Okay, kisu hichi kinafaa? Kinafaa hicho. Sasa shemeji, unajua Kimoka. Mbona umekaa na mgeni alafu umesinzia? Nimepitiwa tu bahati mbaya. Eti nimesinzia muda mrefu sana. Muda mrefu umesinzia. Samahani sana. Bahati mbaya. Nahisi itakuwa ni uchovu tu. Okay. Lakini sawa. Poa tu. Yaani unavyoniangalia kuanzia juu mpaka chini,
Unaniona na mimi ni mtoto wa 2000? Sina akili timamu, si ndio? Unamaanisha nini? Mbona kama unanichanganya? Unamtuma Angel akuletee wanawake, afu unanifanya mimi kama vile sioni, kama vile kapunguani fulani, si ndio? Mimi namtumaje Angel aletee wanawake? Nani mwanamke gani mbona unazungumzia? Huyo aliyekuja na Angel nani? Shemeji. Yule mwanamke Angel tukakutambulisha akakwambia ni mdogo wake. Mdogo wake yeye aingie ndani, akuache naye masaa yote aliyokuacha naye. Yeye ni mdogo wake. Kwa nini asikae naye yeye kama ni mdogo wake? Wewe mwenyewe ndio ulimuita Angel ukamwambia akafanya usafi. Unaniambiaje mimi ndo nimetaka nikae naye yule dada? Au ulitegemea wewe akae wapi? Na wewe kwa nini usingenyanyuka hapo hata ukaingia ndani? Masaa yote umekaa naye tu hapo afu unasema eti ni mdogo wake Angel. Mimi nitaamini kabisa ni mdogo wake Angel. Usinichukulie kirahisi. Yule ni mwanamke wako. Shemeji. Kiukweli kwa jinsi nilivyoenda pale nyumbani pale kwa blaza pale kupeleka taarifa. Ndio. Yaani kwa tukio lile niloliona lile. Tukio gani hilo? Yaani unaelewa, yani kwamba ile nimefika pale ndani kwake pale. Kwanza nimegonga hodi zaidi ya mara 3 ujue. Gonga ya kwanza, gonga ya pili, kimya. Akaja akatoka mke wake. Yaani kwa jinsi alivyotoka pale. Yaani ukimwangalia hivi kwanza katoka na majasho naambiwa, so unaelewa, sijui kavaa nguo gani, nguo za kulalia. Katoka hivi ana majasho, kavaa nguo za kulalia, so unaelewa. Alafu ukija katika maisha ya kweli unajua mule ndani wapo wawili. Ndio. Mwanamke na mwanaume, yani mdogo wake na mke wake. Acha bwana. Sasa wewe ukifikiria kama vile mimi nimefika, alafu shemeji katoka zake chumbani. Sasa kwa wewe hapo unahisi ni kitu gani ambacho kinaweza kikaendelea? Kwa sababu umesema ametoka na majasho ambayo ndio shemeji yetu, au ndio na majasho afu chumbani. Labda alikuwa anafanya kazi ngumu au inakuaje? Kwenye kazi ngumu hapo sidhani. Yaani ulimkuta kwenye hali gani, na wasiwasi aina yote, au ulimkuta kuta vipi? Hebu elezea vizuri ili nikuelewe. Unaona jinsi nilivyomkuta, kwanza alitoka lazima awe na wasiwasi, si unaelewa? Kwanza mimi mwenyewe alipotoka kwanza nimebaki na duai. Kama angalia yale majasho, yani kama ndani kulikuwa kuna Lakini mimi ninavyoona hapo, hata kama ikawa wako wawili mtu na shemeji yake, yule hawezi kuingiza mwanaume yoyote mle ndani. Hawezi. Anawezaje kuingiza mwanaume ikiwa shemeji yake yupo ndani? Sasa hapa mimi napata wazo au na kitu hapa. Inawezekana wana date. Mimi mwenyewe yani katika 100% niko na hisi hivyo. Kwa sababu kama ameondoka muda mrefu na wale wako wawili tu ndani, na wale ni jinsia mbili tofauti, alafu umemkuta na majasho, hapa mimi nahisi kuna kitu kinaendelea. Unajua kabisa kwamba yule ni blaza wetu. Unaelewa? Tunawezaje kumfikishia taarifa kama hizi ikiwa hatujafanya uchunguzi wa aina yoyote? Ujue ile ni ndoa. Tusije tukaonekana wambea ambao wambea wenyewe hatuna uhakika na kitu ambacho tulichokiona, kwa sababu wewe umenisimulia mimi sijashuhudia ujue. Yaani wewe ndio umeshuhudia. Mimi nakuamini vipi wewe? Kwa hiyo ili tupeleke taarifa iliyokuwa kamili, lazima mimi na wewe tulifuatilie hili swala. Tupeleke kitu kilichonyooka. Unatakiwa ujue humu ndani umekuja kwa ajili ya nani. Humu ndani hujakuja kwa ajili yangu. Umekuja kwa ajili ya kaka yangu. Kwa unatakiwa uniheshimu kama shemeji yako. Na hata ukizungumza na mimi, usijisahau kama mimi ni shemeji yako na sio bwana yako. Unalifahamu hilo? Unakosea. Mimi niko hapa kwa niaba yako.
sio kaka yako. Mimi sio shemeji yako, ni mpenzi wako. Yoyote yule atakayejaribu kusogea karibu yako ni halali yangu. Atakaye kuwa karibu yako niko tayari kumtoa taroho, niko tayari kumuua. Nikipenda sina masiara. Msitafute kuona upande wangu wa pili. Haiwezekani shemeji. Haiwezekani nikaendelea kuwa mtumwa kama hivi. Yaani kila siku mimi niwe mtumwa. Nimeshakuvumilia kwa muda mrefu sana. Yaani umeshanifanya unavyotaka. Kila siku unanitumia. Wewe umekuja kwa ajili ya kaka yangu, sio mimi. Niache nipende mtu ambaye nampenda. Niache niwe na mtu ambaye namtaka. Kwa nini unakuwa kama unaniendesha huko ndani? Yaani unaamua tu, yani ukitaka kunitumia hivi unanitumia, ukitaka kunitikisa hivi unanitikisa, unanipangia masharti huko ndani. Hata mtu akukaa naye siwezi kukubali kamwe. Nakupenda. Sihitaji uwe na mwanamke wa aina yoyote. Wewe ndo mpenzi wangu. Huyo kakako nilishaachana naye tokea siku ya kwanza nilipokutana na wewe. Please. Usiniache. Please. Usiniache, nakuomba. Sasa unalia nini shemeji? Shemeji. Watasili kwa ajili yako. Nalia na moyo wangu tu kujiona nimeshakuwa mjinga. Kwa nini nimekuwa mjinga kiasi hichi? Kwa nini nimependa mimi? Kwa nini nimependa? Kwa nini nimependa? Sikupenda hivi. Kimuka unaniumiza sana. Kuna wakati nasema kwa nini nimekupenda? Kwa nini nimekutana na wewe? Ningebaki na maisha yangu huko, labda nisingekuwa mjinga kama hivi. Nimeingia kwenye mapenzi yako mzima bila hata kufikiria kwamba utanipenda au hutonipenda. Nimekuwa mjinga mimi. Kwa nini nimekuwa mjinga? Mungu. Sikuwahi kumpenda hata kakako. Kwa kipindi chote ambacho nimekaa naye, sikuwahi kumpenda. Nahisi umenipa muda wako, kitu ambacho ndicho nilichokuwa nakihitaji kwenye maisha yangu, kupata mwanaume ambaye atanipa muda. Lakini Kimuka, kumbe ilikuwa ni geresha tu kwangu. Ulikuwa huna mapenzi. Mimi ni mjinga. Nakubali kabisa kwamba mimi ni mjinga. Asa, kwa hiyo shemeji, hiyo ndo sababu ya kukufanya unalia? Hicho ndo cha kukuliza tu peke yake? Isokea shemeji. Usilie basi kwanza.
Usilie, futa machozi. Kila kitu kitakuwa sawa. Umeelewa? Lakini sio kwamba mimi sitaki kutimiza hitaji la moyo wako. Kitu pekee ambacho mimi nachokifikiria ni kwamba vipi kama siku kaka akija kujua, nitakuwa katika hali gani? Na hata wewe atakuchukuliaje? Hatakuona kama mwanamke ambaye ni malaya. Hatojali hisia zako hizo ambazo unazozungumza. Na ndio maana niliwahi kukuambia kwamba inabidi upime hisia zako. Usipelekeshwe na hisia. Usiwe mtumwa wa hisia. Na ungejaribu basi kuvaa viatu vyangu kama unavyotaka nivae viatu vyako. Na kuelewa hisia zako kwamba zinataka niwe ujiachie na mimi. Lakini hicho kitu kinakuwa ni kigumu kwa sababu kila mtu anafahamu wewe ni mke wa kaka yangu. Wewe ni mpenzi wa kaka yangu. Na umekuja hapa kwa niaba ya kaka yangu. Jaribu kufikiria kwamba siku kaka akija kutambua kwamba mimi na wewe tunatoka, itakuwaje? Lakini pia najaribu kuvaa viatu vyako kwamba hisia zako zinakulazimisha unipende. Hivyo basi unapokuwa unaangalia hisia zako, angalia na upande wangu. Bado unaendelea kuniumiza. Bado unaendelea kunifanya nipate maumivu. Si nataka kusema kwamba basi yaishe, basi bado unaendelea kuniumiza. Bado unaendelea kuongea kuhusu kakako. Kwa hiyo unajali kuhusu kakako, vipi kuhusu mimi? It's okay. Taji mapenzi yako ya kweli. Usinidanganye. Usinidanganye. Kama unahisi huwezi kunipenda, ni bora uniache sasa hivi. Niumie sasa hivi yaishe kuliko uendelee kunidanganya. It's okay. Kila kitu kitakuwa sawa. Usilie. Mara. Unaniahidi? Unaniahidi kutokuwa na mwanamke mwingine wa aina yote zaidi yangu? Yes, I promise. Kwa kweli? Niahidi kweli? Mkasema ukweli wako. Kimoka, kinachokufanya usinipende kwa dhati ni nini? Ni nini? Ni dini? Ni umri wangu? Hivi mapenzi yanaangalia umri kweli, Kimoka? Ni kweli mimi ni mkubwa kwako, ni kweli nakubali mimi ni mkubwa kwako, lakini nishakupenda. Mimi nafanyaje? Kimoka, nione huruma, nakupenda mno. Please. Niambie ukweli kwamba utanipenda kwa moyo wako wote. Please. Nakupenda.
Karibu. Asante. Karibu. Asante sana. Sijui unatokea wapi mwenzetu? Tufahamiane, umetokea wapi, ni nani? Mi nafanya kazi na mme wako. Blaza wangu leo alinituma nije kuangalia matengenezo ya soketi. Kwa mimi ni fundi. Nashukuru. Yaani hiyo taarifa nimempa muda. Unaona hata TV siangalie. Yaani kwa wewe nashukuru sana umekuja. Yaani hapa shida iliyoko hapa, umeona TV imebidi niingize ndani. Unaona hapa swala la umeme hapa limekata. Kwa hiyo napata shida switch, unaona? Ndio nilichokuwa nimemwambia muda sana. Hilo limeisha hilo shemu. Hilo. Mimi fundi mzuri sana. Na wateja wengi sana. Kwa hiyo nikaona sio mbaya nikija hapa, maana amenisumbua muda mrefu, nilikuwa na vimeo vingi. Nikaona leo ndo muda mzuri wa mimi kuja hapa. Mbona wewe sasa vifaa huna kama umekuja kwa kazi hiyo au? Vifaa ukitengenezea? Vifaa navyo vifaa. Bwana, vifaa vipo vifaa. Ila ukinisaidia kisu inatosha. Kisu na umeme kweli? Sio kisu peke yake, na vifaa vingine vipo, ila wewe nisaidie tu kisu. Pese weke vipi? Fundi wa kiboko. Okay, kisu hicho kinafaa? Kinafaa. Sasa shemeji, unajua